Bado tupo katika kuendelea kuangalia ni nini kitaweza kutufanya kuweza kufikia uzima. Na kwa kweli tunatakiwa kujua, kwa sababu hicho ndio tunachokitafuta, tunakitafuta hicho. Lakini vile vile kitu ambacho tunatakiwa sasa kukiangalia ni tasoma katika kitabu cha Yohana tena sura hiyo ya 3, sababu ya pili kwa nini Waislamu waweze kuhubiriwa, hasa katika hoja ya uzima wa milele. Hapa tutafutani ubishani au kutafuta chochote ambacho kinaweza kikafanya au kikaleta maslahi ya mtu fulani. Hapana. Lengo ni kuhakikisha tunapata uzima wa milele. Uzima wa milele. Hapana siasa. Yohana 3 tunasoma mstari kwanza wake ni wa 36. Nasema amwaminie mwana yuna uzima wa milele, asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Hii ni Injili. Tunamuona Muhammad, ndio maana nikasema, na nishawahi kusema kitambo, nikasema ingetokea leo Muhammad angeweza kupata nafasi ya kusoma vizuri, wenda angewaacha Waislamu yatima. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia anaambiwa anakubali Injili. Lakini katika hiyo Injili, hebu tusome hiyo. Tusome katika Qur'an 7 kwanza ili tujihakikishie alichokuwa amekisema. Tunaona watu leo wanasoma maandiko haya, walio wengine wako katika vyuo vikuu na kadhalika, lakini bado akili imefungwa kana kwamba hataki kusoma. Lakini yule aliyesema tunaamini yaliyokwisha kutelemshwa kwa Musa na Isa alisema wakati hakuwahi kusoma hapo. Kwa hivyo ni kielelezo kuambia watu wasome yaliyotelemshwa kabla yake. Sasa 7 Surat Alaf tusome hapo tupate kujua nini ambacho yeye hali aliyokuwa nayo Muhammad. Hakujua kusoma wala kuandika. Ndio hiyo anasema hapa, ambao anamfuata mtume nabii aliyeume asiyejua kusoma wala kuandika, na juu yake hivi atafundisha mafundisho hayo ya ajabu ya Uislamu. Kwa hivyo atafundisha mafundisho ya ajabu huyu nabii asiyejua kusoma wala kuandika, akiwa katika pango la Ila. Anaambiwa na yule anayesemekana kuwa ni malaika, anaambia soma, mpaka akabanwa mbavu kwa sababu hakujua kusoma. Anaambia siwezi kusoma, anamwambia soma. Hajui kusoma. Lau angejua na akaweza kusoma Injili, akasoma Zaburi, akasoma Taurati, kwa hakika wale wako sasa hivi wangebaki kuwa ni yatima kabisa. Lakini nini ambacho tunapata kama ni uzima? Isa amekusha kutuelekeza. Anasema amwaminie, na hii si kwa wana wa Israeli. Anasema aaminie mtu yoyote. Maana anasema aaminie mwana yuna uzima wa milele, asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Kwa hivyo kuamini Yesu si kuamini kama mtume tu. Lazima tuulize, huyo akiwa ni mtume alitumwa akiwa nani? Na ukweli ni kwamba ametumwa akiwa ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo tunapata uzima kwa Yesu kuwa ni mwana wa Mungu. Tunaona katika Yohana 3 mstari wake ni wa 16. Anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie. Kila mtu, si mwana wa Israeli, si Myahudi. Kila mtu, haitokee leo ni Mwarabu kamwamini Yesu anatakiwa kuokolewa. Anatokea leo mtu anamwamini Yesu kama mwana wa Mungu, na yupo Marekani, atapaswa kuokolewa. Yupo Saudi, atapaswa kuokolewa. Mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Hii ni hoja ya pili ya msingi sana. Ninataka pia ibaki kuwa ni hoja kwa Waislamu pia. Na hapa si ubishani, ni kwamba ni nini kitatufanya kuweza kupata uzima wa milele.
Ni kipi kitatufanya kupata uzima? Kwa sababu Muhammad mwenyewe, kwa sababu hakujua hata kusoma, maskini ya Mungu. Hata anasema mimi sijui wapi nitapelekwa, wapi nitafanywa hiki, ngoja tusome hiyo. Hajui hata atapata uzima, hajui atapata hata ataingia kwenye jehanamu, hata hajui. Lakini wale ambao wanasoma leo walitakiwa wajue, kwa sababu yamekusha kuandikwa kabla ya huyu mtume. Alikuwa amekusha kuandikwa. Tumsikilize Muhammad vile anavyosema. Tumsikilize vile anavyosema katika Qur'an. Haya, hapa tunasoma katika sura ya 46 namba 9 au aya ya 9. Anasema, sema mimi si kiloja mpya katika mitume, wala sijui nitakavyofanywa mimi wala mtakavyofanywa ninyi. Sijui nitakavyofanywa mimi wala ninyi. Sasa mtu kama huyu kweli hajui vile atakavyofanywa na hajui mtakavyofanywa. Lakini Yesu amesema yeye amepewa mamlaka yote. Amepewa mamlaka yote kama mwana wa Mungu, na yule atakayemkubali amkubali kama mwana wa Mungu. Mkubali kama mwana wa Mungu. Ndio unaona katika Mathayo ile 28 mstari wa 18. Anasema Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimekabidhiwa mamlaka yote mbinguni na duniani, nimekabidhiwa. Kwa hivyo amekabidhiwa. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndio mrithi wa yote. Kwa hivyo yule atakayepata uzima atapata uzima kupitia mwana wa Mungu. Hiyo ndio hoja kubwa ambayo Mungu ametoa kwa watu, ametoa kwa wote, bila kujali kabila, bila kujali utaifa wala dini. Amekuwa ndiye kipenzi cha watu, akawatolea. Ameupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee, ili kila mtu, awe ni Mwarabu, awe ni yeyote mweusi, wote watakayemwamini asipotee. Kumbuka katika hii aya tayari tumekusha kuona kwamba yale aliyokuwa yamekusha kusemwa nyuma anabidi mtu aweze kuyaamini. Yule atakayeamini Qur'an, wanasema enyi mlioamini, watakaoamini ni lazima waweze kuamini yaliyoteremshwa kwa Isa, yaliyoteremshwa Musa na kadhalika. Sasa kama hayo yanaaminika, tusikilize kama ni haki kukataa uwana wa Yesu. Kwa sababu katika kukataa huko ndiko ambako kuna hukumu. Kwa sababu anasema asiyemwamini ghadhabu ya Mungu, hasira ya Mungu inamkalia. Ndio maana tutarudi kwa Muhammad mara moja, ni kuonyesha hata anavyosema Mungu hana mwana, ni kama anahoji, anajiuliza hivi inawezekanaje? Lakini leo angefundishwa, angeelewa. Leo watu wanakaza tu vichwa, lakini uzima ili kupata ni lazima tusome, tujue ukweli ni upi, uongo ni upi. Yohana, some hii Yohana wa kwanza. Some Yohana wa kwanza 5 mstari wake ni 10. Anasema yeye amwaminie mwana wa Mungu ana huo ushuhuda ndani yake. Asiyemwamini Mungu amemfanya kuwa muongo, kwa kuwa hakuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanawe. Kwa hivyo ukiukataa ushuhuda wa Mungu kumshuhudia mwanawe, wewe umemfanya Mungu kuwa muongo. Yaani si kwamba wewe ni muongo, bali umemfanya Mungu kuwa muongo. Usipoamini wa ushuhuda, na uzima wa milele hapo hakuna. 11 anasema na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu ametupa uzima wa milele. Mungu ametupa uzima wa milele. Ametupaje? Anasema na uzima huo upo ndani ya mwanawe. Ndio bana nikasema hizi hoja na hizi aya zilivyo wazi, Muhammad hakujua. Na angejua leo angekuwa ni mfuasi wa Isa kama mwana wa Mungu. Ni vile hakujua, maskini ya Mungu. Hakujua. Lakini wale ambao leo wanafuata
wako katika nchi leo, wapo katika uhai, inabidi kabla hawajapata katika mauti ya mwisho ni lazima waweze kumwamini Yesu kama mwana wa Mungu. Hapo ndipo kuna uzima. Hapo ndipo kuna uzima. Hebu sikiliza. Katika sura ya 6 ya Qur'an, sikiliza namna ambavyo yeye mwenyewe anajihoji. Muhammad anajihoji. Na mimi hapa ndipo ambapo na mimi nitakupa swali. 6:101. Anasema yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Inamkinikaje awe na mwana hali ana mke? Inamwezekanaje Mungu awe na mwana na kati hana mke? Inawezekanaje? Sikiliza hii aya vizuri. Inamkinikaje awe na mwana hali ana mke? Kwa hivyo anahoji, anauliza. Na hii ndio hoja tena inatumika na watu ambao tena wanakuwa wanashiriki tu. Muhammad anauliza, kama angepata mtu aliyesoma maandiko vizuri akamjibu hii hoja, angekuwa amekwisha kubatizwa zamani, angekuja kukiri Isa ni mwana wa Mungu zamani, kwa sababu aliuliza na alikuwa Arab. Na ukiangalia katika hii aya 6, katika hii sura ya 6, ukiangalia hapa mwanzoni kabisa inatuelekeza imetelemshwa wapi, kwa sababu kila aya ilipokuwa ikitelemka inasema imetelemka akiwa wapi. Hii aya imetelemka akiwa bado Maka, Sasa Maka hakukuwa na Mkristo ambaye angeweza kumfafanulia hata kuna, lakini angepatana na Mkristo au na mtu aliyesoma maandiko vizuri akamfafanulia, angekuwa amekwisha kuelewa. Kwa sababu hapo mfano katika sura ya 3 anatuambia yeye alipokuja Jibrili kwa Mariamu akamwambiaje katika 3:45. Anasema kumbukeni waliposema malaika, ewe Mariam, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila mume, bali kwa kutamka neno litokalo kwake na kukuambia zaa, ukazaa pasina kuingiliwa. Sasa huyu Mungu huyu anamsaidia Mariamu kuzaa bila mume, alafu yeye ashindwe kuzaa bila mke. Sio, unaona hata ingia akilini. Kwa sababu ndio maana Muhammad anauliza inamkinikaje? Haiwezekani kufikirika. Hata Mariamu wakati anazaa hakuweza kufikirika. Ndio maana hata kuna kipindi walitaka hata kumdhania vibaya Yusuf. Kwa sababu gani? Kwa sababu walidhani amekusha kumuingilia. Lakini anasema malaika wamekuja wanamwambia utazaa mwana pasina kuwa na mume. Kwa nini? Ni kwa sababu Mungu amesema utazaa mwana, na kwa kutamka neno lake zaa, nawe utazaa pasina kuingiliwa. Kwa hivyo Mungu alitamka hivyo. Sasa yeye aliyetamka hivyo kwa Mariamu, tutasema nani ana uwezo kuliko mwenzake? Ikiwa Mariamu anaweza afu Mungu mwenyewe hawezi. Mungu ana uwezo na ana mwana, ndio maana Yesu anaitwa mwana pekee. Yule atakayemwamini Yesu kama mwana pekee wa Mungu, basi atapata uzima. Sasa ukiangalia katika yaliyotelemshwa kwa mujibu wa aya Suratul Imran aya ya 84, amesema yaliyotelemshwa kwa Isa pamoja na kwa Musa. Hebu tuangalie aya moja ambayo inaweza ikatusaidia kuona ikiwa Mungu anazaa au hazai. Kuzaa au kuzaliwa ni kutoka ndani ya kitu fulani. Kuzaliwa. Ndio mwanamke anapozaa ni mtoto anatoka ndani ya yule mama. Ndio ukisema hasira inazaa ugomvi. Huo ugomvi umetoka katika hasira. Mtu anapozaliwa mara pili, katika somo la kwanza au sehemu ya kwanza tuliosoma, Yesu anasema asipozaliwa mtu kwa maji wala kwa roho. Kwa maana mtu atatoka ndani ya maji ndio anakuwa amezaliwa kwa maji. Sasa tuone Musa. Musa anatuambiaje kama Mungu anazaa au hazai? Tuchukue kitabu cha Kumbukumbu ya Torati. Sura yake ni ya 32 mstari wa 18. Anasema hamkumbuki mwamba aliyekuzaa, Mungu
aliyekuzaa umemsahau? Hii ni aya inatosha kabisa. Hizi aya hajawahi kusoma Muhammad, kwa sababu yeye alikuwa hajawahi kusoma kokote, hajawahi. Hata Qur'an hii hajaandika yeye. Qur'an hajaandika Muhammad hata kidogo, sekunde moja hakuandika yeye. Twende sasa katika tuangalie na Zaburi, sababu yaliyoteremshwa kwa Muhammad akiambiwa, anaambiwa sema, awaambie watakaoamini wayakubali yaliyoteremshwa kwa Musa, wayakubali yaliyoteremshwa kwa Isa, na kubali na hao manabii wengine walivyoteremshwa. Tunachukua aya nyingine moja tu katika kitabu cha Zaburi, na kitabu cha Zaburi sura yake ni ya 2. Anasema, nitaihubiri amri. Bwana aliniambia, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Kwa hivyo Mungu anazaa, lakini kuzaa si ile kutoka ndani, kutoka kwa mke. Kuzaa ni kutoka ndani ya wale wanatoka ndani ya Mungu wanazaliwa, lakini Mungu ana mwana kwa kuzaa, kwa kutoka ndani ya Baba, mwana pekee ambaye ni Yesu Kristo, yule atakayetaka uzima kwa mujibu wa aya katika Injili. Na hiyo aya nairudia kwa sababu lengo letu ni kupata uzima, na uzima wa milele ndio huu. 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mtu atakayemwamini mwana atakuwa na uzima wa milele. Kwa hivyo mpaka hapo ni lazima tuweze kuona kuna ulazima wa kumwamini Yesu kama mwana wa Mungu. Bila hivyo hapana uzima. Ndio naona kwenye ile swala la kwanza tumekusha kusema kule la ubatizo. Hebu angalia hivi vitu viwili, ndio maana katika hizo sababu tumeweka mbili zinapatana. Kwa sababu gani? Katika kitabu cha Matendo ya Mitume utakuja kuona yule ambaye atataka kubatizwa, atataka kupata kuzaliwa kwa maji, ni lazima aamini Yesu ni Bwana wa Mungu. Na kama kuna wengine wowote wanaobatiza watu pasina kuwakilisha kuwa Yesu ni Bwana wa Mungu, huo ubatizo ni batili, kwa sababu Yesu ni lazima akubalike kama mwana wa Mungu. Sikiliza, katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ni ya 8, tunaanzia mstari wa 36 tu, haraka tutasoma hapo. Wakawa wakiendelea njiani. Hii ni habari ya Filipo na Toashi. Anasema wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule Toashi akasema, tazama maji haya, ni nini kitakachonizuia nisibatizwe? Nini kitanizuia mimi nisibatizwe? Lakini Filipo akasemaje? 37. Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Kwa ni lazima kuamini Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu, ndio inafuata hatua ya ubatizo. Kwa hivyo inawezekana, na ndio milango miwili hiyo tumeona ya ulazima wa mtu kupata uzima wa milele. Kuamini Yesu ni mwana wa Mungu kwa moyo mmoja, si kwa unafiki. Alafu kitu cha pili, katika kuzaliwa kwa maji. Tuende kwa sababu zile mbili ambazo zimebaki hapo. Hizo sababu mbili ndio zitatufanya hata Wakristo kuongeza nguvu katika kuhubiri Waislamu, lakini vile vile hata Waislamu kujitafakari, hivi tunapataje uzima? Mtu anayesema yeye hajui atakavyofanya, lakini kuna vitu amesema jamani, hivi fanyeni hivi, lakini sasa hatutaki kuishia pale yeye amefanya, kwa sababu yeye hakuwa na maarifa fulani. Sisi tumebarikiwa hayo maarifa, tusome vitabu, tujue vitu viko wapi, ukweli uko wapi. Twende kwenye zile sababu mbili zilizobaki.